Sky Cable TV Kenya, Beyond the Real. Well, the clock has just struck 1 p.m. East African time right here from Nairobi, Kenya. A very good afternoon to you, my dear viewer, from wherever you're watching us from, and welcome to Sky Cable TV News at 1 p.m. I am Wanjiku. The Deputy President, Dr. William Samoei Ruto, today has condemned the spread of propaganda and tribal-based politics, saying that his main aim when he joined hands with the current president, His Excellency Uhuru Muigai Kenyatta, was to end tribal-based politics. Mheshimiwa Uhuru Kenyatta rafiki yangu na mimi tuliketi chini na tukasema lazima tubadilishe msingi wa siasa ya Kenya. Tuondoe siasa ya ukabila na chuki na migawanyiko. Tuweke siasa ya sera ya maendeleo na kubadilisha maisha ya Wakenya. Na hatukurudi nyuma. Ni kwa sababu ya hiyo msingi tulikubaliana na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Na wakati mimi niliamua ya kwamba nitamuunga mkono Mheshimiwa Uhuru Kenyatta awe rais wa 4 wa Jamhuri ya Kenya, watu wengi wakiwemo wale walikuwa mazishi jana waliniambia ya kwamba hakuna vile wewe unaweza kuunga mkono Uhuru Kenyatta kwa sababu yeye alikuwa eti ni Mkikuyu kama Mwai Kibaki ambaye alikuwa ofisini. Lakini niliwaeleza siku hiyo na ninawaeleza hata na leo ya kwamba niliunga mkono Mheshimiwa Uhuru Kenyatta sio kwa sababu ya kabila yake, sio kwa sababu alikuwa anawakilisha kabila yake, ni kwa sababu mimi na yeye tuliketi chini tukakubaliana kwa sera ya kuweka maendeleo Kenya hii ya barabara na reli na kuunganisha stima na kujenga technical training college na kuweka maji katika taifa letu la Kenya, ndio Kenya iwe bora kuliko vile ilivyokuwa wakati huo. Hatuwezi kurudi katika siasa ya ukabila. The Hustler Nation is saying this country belongs to all of us and we must all sit at the table where we are going to have a honest national conversation. And let me say this for the record. It is not a must. It is not a condition that William Ruto or anybody must be president. But it is a must that we must all sit on the table. It is not negotiable. It is not negotiable that we can continue to have an exclusive conversation about few people and about some tribes and about some leaders. We are going to have a honest national conversation. Residents from Kadhata village, Kirinyaga County, have decried the rising number of murders following an incident that left a mother and all her children dead. Now the family is seeking justice for them. Sisi tulipata habari ya kusikia kijana yetu ameua watoto wake pamoja na bibi yake. Na wakati alimuua, alitoka hapa kaenda mpaka Kirinyaga kapika ripoti. Kupika ripoti kwake ndio serikali ilikunja kitu kama saa 7 ikachukulia hawa waliuawa. Kwa hivyo na sisi tukakunja leo asubuhi, kwa vile tulipigwa simu tukaambiwa kijana ameua watoto wake pamoja na bibi yake. Wakati huo hii ripoti, wakati ile tulipata hii ripoti, leo hata watu ndio walinjua wote. Na wakati walinjua ndio tulikunja hapa asubuhi kujiangalilia na macho yetu tuone ni ukweli ama ni ulongo. Lakini tumekuta wale wameuawa wamechukuliwa tiari na nyumba imevunjwa. Kwa hivyo hii kitendo tunaona ni kitendo kimbaya sana. Serikali tuangalilie hii maneno, ikomesha hii kitendo kabisa mpaka kwa watoto wale wamebaki. Huyu jamaa vile hakukuwa akiongea,
hakukuwa akiongea. Kazi yake ni kukimya tu, ukimuuliza swali anakuambia kwisha maneno. Hakuna kitu anakuambia. Ukimuuliza hii umefanya kwa nini? Sasa jana leo asubuhi ndio nilisikia akiongea lugha mzuri, akaambia serikali yeye ndiye alianza kupiga bibi yake na shoka. Alikuwa anataka kurepu mchezana wake, ndio walianza na vita hapo na bibi yake. Nilipigiwa simu mwendo wa saa 3 na dakika 37 na msimamizi mwenzangu akaniambia amepigiwa kutoka kwa OCS, kuna kijana amejipeleka police station Kenyaga na akiwa na bangi, na amesema ameacha kama amepiga bibi yake. Na mimi nikachukua hatua, nikapigia assistant chief nikamwambia nimesikia kuna kijana amejipeleka police station Kenya. Sasa ndio assistant chief akaliniambia ako kwa hiyo shughuli, amepigiwa simu na OCS ako kwa hiyo shughuli. Venye alikuja akapata ni ukweli venye aliambiwa, akanipigia simu akaniambia ni ukweli, alikuja na akadhibitisha ni ukweli. Akaniambia ni kwanza nisikuje niende kwa barabara nichukue OCS ndio niwaonyeshe direction yenye tutakuja. Wakati tulifika waliniuliza anakuanga na watoto wangapi. Nikamwambia anakuanga na watoto 3, watoto 4 na bibi mmoja. Akaniambia wameingia wamepata watoto 2, watoto 3 na bibi mmoja. Nikamwambia hapana, kuna mtoto mdogo. Sasa ndio walifanya shughuli zao wakapata mtoto. Just as we are headed to the 2022 general elections, a non-governmental organization, GAZA Movement, has joined hands to help sensitize the youth about voting and their rights following a low turnout registration of voters. The civil society organization to form the GAZA Movement, and what we are saying is that in the recent past there was the voter registration by IEBC where they realized 1.5 million out of a possible 4.5 million. So there is voter apathy, there is a lot of disinterest by citizens on elections. People are feeling that we don't achieve it. 2017, mwanasiasa anakuja anakuambia anataka umpigie kura. Ushakata kura sio? What they did is that wanakupea promises yenye hawezi fulfill. So right there, we have already started. Aside from Inform Action, so we are gathered today here in Nakuru to address issues of elections and transformative leadership. We've chosen Nakuru because of it's a cosmopolitan place, so there are different communities here, but even given the history of elections in this country, Nakuru and its environment, including Naivasha, Molo, has been a hotspot where, of course, electoral and tribal violence have been, witnessed. My name is Joseph Omondi, a member of GAZA Movement. GAZA Movement is focusing on fostering electoral integrity and also transforming political leadership. For the next 8 months, we are trying to look at processes leading us to elections, and what we are looking at during the election and even after the elections. So today we are launching GAZA Movement Rift Valley chapter today here in Nakuru, after having successfully launched the same in Nairobi and also in Kisumu. So today we were getting here delegates from the entire Rift Valley who are coming here for the official launch of GAZA. And we also think with the time we'll also have meetings with other commissions whose mandates also have a bearing on elections, not just IBC. So after that, we'll also think about how we can host a meeting with other commissions whose mandates, of course, have implications like Kenya National Commission, National Cohesion and Regulation Commission, Ethics Commission, Commission on Administrative Justice, among others. So we want to make GAZA the forum where political and policy conversations are convened both at the national level and also at the county level. I work for the Kenya Human Rights Commission as the Executive Director. We are part of the GAZA Movement, which we launched in Nairobi, we have done in Kisumu, and we are here to launch in Njau. So we have been able to meet with the different stakeholders, also from the side of government,
and this Friday we are scheduled to have a meeting with the chair of IBC, just to discuss the state of the nation from the perspective of elections and get to understand how prepared is IBC, and also raise the concerns, the political and the policy concerns we have, which we are saying that Angaza is going to engage with citizens and especially youth. In this forum, there were 80% of the participants were youth. So we are saying it is possible to start conversations on encouraging youth and encouraging citizens to do whatever it is necessary to ensure that there is integrity. Egerton University teaching staff have continued to hold demonstrations at Nakuru City following their cry of 2017-2021 CBA implementation failure as per the court ruling of January 2021. We are supposed to have this presser at the Egerton University town city campus, but we have met heavy police presence and strict instructions to ensure that no such a meeting takes place. Nonetheless, we have decided to have the presser here. And as you may recall, WASU launched industrial action on 25th November 2021 following a week-long picketing in which lecturers withdrew labor, including teaching and instructions, supervision of students, administration and processing of examinations and meetings. Since then, the University Management Board has not made any meaningful attempt to address our grievances through structured engagements with the union, but instead have opted to use unorthodox maneuvers, including escalated intimidation and arm twisting of our members. It is useful and informative that the strike is lawful and legally protected, and that the UMB has not challenged it thus far. It is as outrageous as it is appalling that Egerton University's default resource mobilization strategy is limited to raiding workers' payslips and unilateral mutilation of CBA. Consequently, Egerton University owes workers' salaries arrears from July 2020 owing to negation of the signed November 2020 return to work formula. And unlike other public universities, Egerton University has not implemented the 2017-2021 CBA as per the January 2021 court ruling. To date, Egerton University workers, their spouses and children have missed out on negotiated tuition waiver benefits, besides being forced to take a negotiated enhanced workload. The university has also failed to remit both employer and employee pension contributions to the scheme since 2017, threatening to kill the future of permanent and pensionable employees. Also, the statutory and third-party deductions remain unremitted, subjecting workers to pecuniary embarrassments, including property recovery by creditors and listing by CRB. It is our sincere hope and prayer that the Egerton University Management Board shall meaningfully engage the union in order to resolve the obtaining stalemate so that work can resume. The elderly from Kilifi County have requested the government to look into their needs following a dispute between them and police officers at Inua Jamii registration centers in the county. Ongeza serikali zaidi. Japo kitu ambacho tunataka tuelezee serikali ni kuhusu ule utaratibu ambao unafanyika katika ule utendaji kazi wa wale wazee vile ambao wanahudumiwa. Wazee wanahudumiwa katika njia ambazo si mzuri. Na zaidi sana zile mashine ambazo ndio zinahudumia wazee ni kidogo. Na pia wale maafisa ambao wanahudumia wazee pia nao ni kidogo. Tunauliza serikali hili jambo la wazee waweze
kulitilia manani. Watu wanateseka. Hii ni huduma aina gani ya huduma? Hii ni huduma aina gani ya huduma? Wanawake walio hawajui kusoma wanachukuliwa kama makaratasi ya chooni. Mimi sipendelee hiyo kitu. Kila mmoja ni mtu. Hakuna mtoto aliyejenga skuli. Aliyejenga shule ni yule mama aliye hajui kusoma. Ndio mtoto akasoma. Lazima wazee waheshimiwe kama watu walio wanajulikana ni watu gani. Huduma ni wachache, hizo huduma ni chache. Watu wamekuja wengi, huduma ni chache. Na wanachaguana wenyewe, anachagua benki fulani. Huyu anakamatwa kupelekwa benki fulani. Kuonyesha kuna siasa fulani iliyo inaendelea. Mimi mwenyekiti siwezi kukubali wanawake wateseke wala waume. Kwa ufupi watu ni wengi. But what are we doing? We can do as per the requirement, but tomorrow we are here for Fundisa location and Adu location. And those who have been left behind, or the remnants, will still serve them. So we are ready to serve our citizens, and they be assured that the government will ensure that everybody is served. And thank you for tuning in. That will be it from us here at Sky Cable TV News Desk at 1 p.m. More news will come to you once it strikes 7 p.m. Please don't forget to follow us on all our social media platforms at Sky Cable TV Kenya. I have been yours truly, Wanjiku Njau.